kaa mbali na Shaka Zulu. Wewe bwana, mimi nisikilize, wewe mimi nikataa. Sawa, yaani wewe fanya maisha yako na mimi naenda kufanya maisha yangu town. Lakini kumbuka mwenendo ulinipeleka katika ile shamba nikaenda nikalima nikaivunja ile chupa. Mpaka leo hii jini linanisumbua. Wewe unajisikiliza vizuri wewe bonge. Kwa hiyo mimi ndo nilikushauri tuanze kule chini tukalime. Mimi si nilikwambia tulime upande wa juu kule. Ukangangania tulime kule bondeni. Nisikilize, mimi naondoka. Kwanza mimi sio shirika la msaada. Mimi sio rescue. Nenda faya kali yako kule Mataa kule, sawa? Kule wao ndo kuna shirika la msaada atakupa misaada yote. Lakini sisi wote ni washikaji. Na mimi nitegemea kwamba wewe ndio ndugu yangu, rafiki yangu, utanilinda katika shida na raha, kila wewe unanikimbia. Sio maana yake mwanangu. Wewe mimi sio mwanao wewe shava. Kwa hiyo wewe ndo mtamfuata, mtayukiana, kama kufa mufe nyinyi. Alafu mwanangu wewe mshiriki, unavaa hadi madude mailizi, si yote ya nini yani? Wewe sio mshikaji. Yaani wewe Shaka, yaani wewe sio mshikaji. Yaani wewe ni mshikaji fulani tu kwenye raha, kwenye matatizo unanikataa. Kwa hiyo tukataani, kama wewe baki na matatizo yako na mimi nabaki na matatizo yangu baba. Shaka, unaona mimi naona mguu unavotoa. Kwa mwanangu ukiona narudi tena hapa nyumbani kwako, labda nimeletwa maiti. Tena maiti yenyewe ndugu zangu wamesema akazikwe kule kwa Shaka. Ndio utaipokea uiziki. Lakini mimi kurudi kwako, mwanangu unakutana na watu mashehe wanavaa makanzu meupe, sio akina Hussein Danieli, sio wana madevu. Mimi namjua Sheudenda peke yake. Mtu anatokea si majoka, mtu unaniambia mimi maisha sijazoea. Nasema wewe Lido, nikatae na kwako hapo sirudi. Kipala changu kiingie mchana. Na mmoja jamaa kubwa na tamaa. Leo hii kwenye matatizo mimi ananiacha. Na nilichogundua ni bora mtu ana kipala mnyoko utakuwa na akili. Kuliko kuwa na kipala katikati kina kishimo, unashuka unapandisha, hata maji inaanza kukaa kwenye kipala. Hiyo ndio changamoto ya huyu. Nitamkomesha. Mapenzi yanauma, mapenzi yanauma sana, siwezi kupona kwa ajili yako, nitakufa kwa ajili. Eti unanipenda, unaniita mume kwa kipi? Kwa hao unanifanyia? Yusra, nilikupenda kwa moyo wangu wote, nilikuwa nikikuthamini kwa moyo wangu wote, lakini si kwa hivyo nilipa mimi. Ina maana yote niliyokufanyia wewe ni bure tu. Hujaona hata upendo wangu hata kidogo, mama yangu, hata kidogo tu. Unashindwa kukiona hicho kitu. Napanga ndoto na wewe, napanga malengo na wewe, napanga mipango na wewe mama yangu, lakini kumbe mwanamke ni muuaji, mwanamke ni katili, na kutunza moyoni mwangu kwa thamani kubwa, lakini hana malipo yake. Kwa taarifa yako, mzimu wa babu yangu hauwezi kuniongopea hata mara moja. Yusra, una mwanaume unayempenda na kumthamini kuliko kitu chochote katika hii dunia. Si mimi. Kibaya zaidi, hata hiyo mimba iliyoko ndani ya tumbo lako si ya kwangu. Asante mama, asante. Kibaya zaidi, umekuja kwa bashasha, kwa upendo, kuonesha unanijali, unanithamini, ukaniletea mchango, ukaniambia hii ni nyayo ya Shaka. Kumbe ni upuuzi, kumbe ni ujinga. Sikiliza, mzimu wa babu yangu hautakusamehe wewe na huyo mpuzi wako ambaye ametaka kuniua.
Sasa kabla hamjaniua, mimi nitawaua tena. Uwezo wa kukuua nilikuwa ninao, lakini subiri wakati wa kuteseka. Wewe na huyo mbuzi wako. Jana nilikwambiaje? Dada Jeni, mimi mnanichanganya. Nakutana na shehe huko amevaa makanzu, amevaa maremba sijui, naye ananipa kazi yake. Wewe dada Jeni naye unanipa kazi yako. Sasa mimi mtu mmoja nafanyaje kazi nyingi? Alafu mambo ya kishirikina mimi siyawezi dada Jeni. Rido, fanya kazi yangu ndio uondoke. La sivyo, hauwezi kuondoka. Dajini, nisikilize. Nyinyi majini ujue huwa kuwa wakati mnakuwa mna huruma. Hebu niangalie. Mimi nina matatizo, dada yangu. Mimi nilikuja huku sio kwa sababu tu kuja nimekuja nimetembea, hapana. Mimi nimemwacha mamangu anaumwa. Lengo langu nije basi ile pete nisaidie nipate pesa nikamtibie mamangu. Mama amenizaa peke yangu. Unaona mimi nilivyokuwa mimi? Ndio niko peke yangu. Kwa huko mamangu anadhalilika. Kwa bora nivae begi langu niondoke kwa sababu kilichonileta huku kimefeli. Alafu mimi mwenzenu mimi nina pressure, nategemewa. Mimi mnavyonitokea hayo mimi mnanichanganya. Dajini, wewe niruhusu bwana mimi niondoke. Ukifanya kazi yangu na kuahidi nitamponya mama yako. Mama yako anasumbuliwa na magonjwa madogo madogo tu. Na mimi ninaweza nikamponya. Fanya kazi yangu na mimi nitakufanyia kazi yako. Sasa kama una uwezo wa kumtibia Dajini, si umtibie sasa hivi, at least niipate hiyo simu ili na mimi nifanye kazi yenu kwa amani. At least nikipigiwa simu na mama yangu kwamba anaendelea vizuri, mimi nakuwa free katika kufanya kazi yenu. Nawezaje kutimiza majukumu yenu ya wakati wa kwangu yananishinda, Dajini? Sasa nafanyaje? Bonge yenyewe nishamkataa, nishamsnichi, nishamuongelea vitu kibao yani. Sasa mimi huko nitalala kwa nani? Oa, mimi nafanya kazi yao haraka. Naenda bonge akinikubalia nilale. Na lile kilala linaunguruma kama nguruwe. Kwa nalifungua ile kamba, nampelekea Dajini, mimi nasepa. Kama anavyosema Sheikh Danieli tu ni macho. Hicho kitu akiwezekani, maana unachokitafuta ndio moyo wangu. Itugu, hiyo pete nilipewa ulisi na babu yangu. Kwa unahitaji pete yangu. Hussein Daniel. Na nilikoficha hiyo pete, hakuna kiumbe chochote kinaweza kufika zaidi yangu mwenyewe. Sasa tamaa zako zitakuponza. Ngoja nikuonyeshe.
Lusajo, mbona umeleta nyayo isiyokuwa sahihi? Huyo mwanamke wako ambaye ulimtumia kwa ajili ya kwenda kuchukua nyayo amekuletea nyayo isiyokuwa sahihi. Kingine Lusajo, kutokana na hayo uliyoyafanya, yawezekana ukaja kupata adhabu kubwa sana. Lengo lilikuwa ni kuweza kumtoa kafara Shaka. Lengo unalolihitaji ni wewe uweze kumtoa kafara Shaka Zulu ili mambo yako yakae vizuri. Usipomtoa kafara Shaka Zulu, mzimu utaendelea kukuvaa mwilini na kila siku utakuwa ni mlevi. Ili kuepukana na hizi tabia na ili uweze kupata huyo mtoto unayemtarajia, lazima Shaka Zulu atolewe kafara. Kama usipokufa wewe, watakufa wao. Kaa vizuri na mkeo, ndio kwamba anakusaliti, na kile kichanga ambacho ki ndani ya tumbo lake si damu yako, na ukichelewa watakuua wewe kabla ya wewe kuwaua wao. Shava, hivi una uhakika na mambo unayozungumza? Nisikilize Bopa, hili swala liko serious na ninaongea niko serious. Lusajo ile nyumba yake anaitumia kwa ajili ya kafara, na amemzungumzia kabisa rafiki yangu Shaka kuwa anataka kumtoa kafara. Kiufupi, Lusajo sio mtu mwema. Vipi na kuhusu mke wake Lusajo? Hivi anafahamu mambo yanayoendelea? Kuhusiana na masuala ya mke wake Lusajo na nini, hayo yote mimi siyafahamu. Mimi ninachokifahamu ni hiki kinachomhusu Shaka. Kuhusu masuala ya mke wake sio nani siyajui. Kwa hiyo sasa hivi hapa mimi nilipo, nataka nitoke hapa niende zangu nyumbani nikajiandae, nielekee kwa Shaka nikamweleza hizi taarifa, asije akateketea. Unajua Shava, inabidi ufanye haraka sana kwa ajili ya kumwokoa rafiki yetu. Bopa, tumsaidie. Mimi natangulia, tutaonana baadaye. Tuko pamoja kwa hilo. Kwani Lusajo, inawezekanaje? Shava, unaelekea wapi? Ninakuuliza, unakwenda wapi? Skimbi. Shaka Zulu matuwa kawaida amenipenda Shaka